Karibu sana mpendwa msikilizaji katika kipindi cha Kesha la Asubuhi, leo ikiwa ni Oktoba 19 mwaka 2025. Jina langu naitwa Mwalimu Marwa, nikukaribisha katika somo ambalo nasema mzizi na matunda. Nitafuta mapema, nafsi yangu yaona kiu, mwili wangu wakuone ashauku. Midomo yangu itakusifu, uhai wangu ni kwako Bwana. Fadhili zako njema kuliko vyote. Kitabu cha Yohana sura ya 5 mstari wa 46, maandiko yanasema, kwa maana kama mngalimwamini Musa, mngeniamini mimi, kwa sababu yeye aliandika habari zangu. Tuombe. Baba mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya asubuhi njema hii. Asubuhi hii tunakuja kujifunza neno lako ambalo linapatikana katika maandiko yako, Agano Jipya na Agano la Kale. Tusaidie kuweza kuona ukweli ulioungana katika maagano yote haya mawili, ili tusije tukafumbwa na hila za shetani ya kukataa mojawapo ya agano na kuacha ukweli. Hili ndilo ombi letu katika jina la Kristo Yesu. Amina. Kwenye malango nitakaposimama, masumbufu huzuni zimepita. Sauti ya Bwana, vyema mtumwa mwema, zuri ya ajabu itasikika. Neno la Mungu linajumuisha maandiko ya Agano la Kale na yale ya Agano Jipya. Moja katika hayo peke yake halikamiliki. Kristo alieleza kuwa ukweli wa Agano la Kale ni wa muhimu kama ule wa Agano Jipya. Kristo alikuwa mwokozi wa binadamu hapo mwanzo wa dunia kama alivyo leo. Kabla hajajivika utu juu ya uungu wake na kuja hapa duniani, ujumbe wa Injili ulitolewa na Adam, Seti, Henoko, Mesela na Nuhu. Ibrahimu huko Kanani na Lutu katika Sodoma waliutangaza ujumbe huo huo, na toka kizazi hadi kizazi wajumbe waaminifu wa Mungu walimtangaza yeye ajaye. Juu ya maisha na kifo cha Kristo na kazi yake ya upatanisho ambayo manabii waliyatabiri, yalikuwa jukumu la mitume kwenda kutangaza. Kristo katika kujidhili kwake na usafi wote na utakatifu katika upendo wake usio na kikomo alipaswa kuwa kiini cha ujumbe huo wa manabii. Na ili kuhubiri Injili kikamilifu iliwapasa kumwasilisha Mwokozi si tu alivyooneshwa maishani mwake na katika mafundisho yake, bali pia kama alivyotabiriwa na manabii wa Agano la Kale na kudhihirishwa katika huduma ya kafara. Katika kila kizazi kuna ufunuo mpya wa ukweli, ujumbe wa Mungu kwa watu wa kizazi kile. Ukweli wa zamani ni muhimu sana, na ukweli mpya hutegemea ule wa zamani na kuzidi kuufunua. Ni pale tu ukweli wa zamani unapoeleweka ndipo tutaweza kuelewa ule mpya. Kristo alipotaka kuwafunulia wanafunzi wake ukweli wa ufufuo wake, alianzia kutoka Musa na manabii wote, akiwaeleza katika maandiko yote mambo yaliyomhusu yeye mwenyewe, kama ambavyo tunaweza kusoma katika kitabu cha Luka sura 24 na ule mstari wa 27. Lakini ni nuru ile inayong'aa katika ufunuo mpya wa ukweli ambayo inatoa utukufu kwa ule wa kale. Yeyote akatae au kudharau mpya ni dhahiri hanayo hata yale ya zamani. Kwake yanapoteza ule uwezo muhimu na kuwa mapokeo yasiyo hai. Wapo ambao hujigamba kuwa wanafundisha na kuamini Agano la Kale, wakilikataa Agano Jipya, lakini katika kukataa kupokea mafundisho ya Kristo wanaonesha kuwa hawaamini yale ambayo wazee na manabii waliyasema. Katika kukataa na la Kale, papo hapo wanalikataa na Jipya, kwani yote mawili ni sehemu tu ya kitu kizima kisichoweza kugawanywa na kutengwa. Hakuna mtu anayeweza kufundisha kihalali sheria ya Mungu bila Injili, au kufundisha Injili bila sheria. Sheria ni Injili kwa njia ya fumbo, na Injili ni sheria iliyofunuliwa. Sheria ni mzizi, na Injili ni yale maua yenye harufu nzuri na matunda yanayozaliwa na mti huo. Agano la Kale linatoa nuru kwa Agano Jipya, nalo Jipya linamulika la Kale. Kila moja ni ufunuo wa utukufu wa Mungu katika Kristo. Yote mawili yanatoa ukweli ambao wakati wote utaonesha vina vipya vya maana kwa mchunguzi makini. Na kwa kuhitimisha, waimbaji wa Kisesa SDA Redemption Choir kutoka pale Mwanza nchini Tanzania ndo wanatuhitimishia na wimbo wao unaosema
ninarudi. Mimi naitwa Mwalimu Marwa, nikutakie siku njema. Tanga mbali na wewe Bwana, sasa nimeamua kurudi kwako. Ya dunia hii ni ya muda kidogo, tumaini pekee lipo kwako Mungu. Nimetanga mbali na wewe Bwana, sasa nimeamua kurudi kwako. Ya dunia hii ni ya muda kidogo, tumaini pekee lipo kwako Mungu. Ninarudi nyumbani, nipokee ewe Bwana. Nimeacha ya dunia, ninakuja kwako. Usihesabu uovu wangu,
nimeacha ya dunia, ninakuja kwako Bwana. Oh, usihesabu mawani mwako, unifunike rehemu Baba yangu kwa upendo. Ninarudi Bwana, nipokee ewe Bwana, nimeacha ya dunia, ninakuja kwako. Usihesabu Bwana, usihesabu Bwana mawani mwako, unifunike, unirehemu Baba kwa upendo wako. Ninarudi Bwana nyumbani, nipokee ewe Bwana, nimeacha ya dunia,